So makofi mazuri kwa Bwana, makofi mazuri. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Last Sunday pastor wetu alitupeleka very well, alituongoza vizuri sana kuhusu Deuteronomy, kitabu cha Deuteronomy sura ya 3, and he spoke so well. Na kuna mambo ambaye nilishika ya kwamba one of the major thing ambaye nilishika ni kwamba there will be times when we must face the consequences of the bad decisions that we made in life even after we have repented. Na sijui kama uanga tunaketi na kusikia neno na kulitafakari, kwa sababu the way our pastor took us through this book of Deuteronomy chapter 3, in a way it was a warning to us. Ndio tuziangazie njia zetu, tuangalie jinsi ambavyo tunatembea, tuchunguze tabia zetu. Tuchunguze our decisions, kwa sababu if you walk in error, if you make bad decisions in your life, baadaye hata ukisamehewa, baadaye zinaweza kukufuata na zinaweza kukuathiri. Bwana Yesu asifiwe. And so we learned a lot. Na leo ningependa tuangazie mambo mawili matatu katika sura ya 4. Let us go to Deuteronomy chapter 4. Na nitaanza kwa kusoma kwa Kizungu. Now, O Israel, prepare for the reading of this book in Swahili. Verse 1 inasema hivi: Now, O Israel, listen to the statutes and the judgments which I teach you to observe, that you may live and go in and possess the land which the Lord God of your fathers is giving you. Verse 2 inasema hivi: You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Your eyes have seen, verse 3, your eyes have seen what the Lord did at Baal Peor, for the Lord your God has destroyed from among you all the men who followed Baal of Peor. But you all men who held fast to the Lord your God are alive today, every one of you. Biblia Kiswahili inasema, na sasa Israeli, sikilizeni amri na hukumu niwafundishazo, ili mzitende, mpate kuishi na kuingia na kuimiliki nchi awapayo Bwana Mungu wa baba zenu. Msiliongeze neno niwaamurulo, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu niwaamuruzo. 3. Macho yenu yameona aliyoyatenda Bwana kwa sababu ya Baal Peori, maana wote waliomfuata Baal Peori Bwana Mungu wako amewaangamiza kutoka kati yao. endelea verse 4. Bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu mnaishi kila mmoja wenu hata leo. Amen. Fikisha tu hapo kwanza. And so kuna mambo ambaye tutaona leo katika hii sura ya 4. Ni ukisoma Bible imepangwa vizuri sana. The Bible builds upon
other chapter by chapter, book by book. Hata kuna mahali nilikuwa nashiriki kanisa kitambo, na missionary fulani akasema walikuwa kule kwa northeastern, na unajua huko ni Waislamu, wengi ni Waislamu, lakini akaishi kule miaka nyingi, akakubalika. Na siku moja najua alikuwa akienda anaenda anatembea kwao, wanakula pamoja na mzee mmoja, an elder, rafiki yake sana Muislamu, akawa anamwambia hivi, unashindaga ukiongea kuhusu huyu Yesu, nionyeshe historia ya huyu Yesu, mahali alitoka, uzao wake, generation na nini na nini. Na akafungua Mathayo sura ya kwanza, akamsomea. And this man, unajua Muslims wanga wana research sana, wanajua Bible hata kutuliko. Huyu mzee Muislamu alipokuwa anasoma ile sura, macho yake ikafunguka. Na kwa sababu ilikuwa ni kama baraza, akaambia hawa Waislamu wengine, hebu sikizeni, hii dini ni ya kweli. Huyu Yesu ni wa kweli, kwa sababu nimetambua kitu moja, Biblia imeweza kutuonesha from the beginning mpaka wakati Yesu alizaliwa. Na hivyo ndivyo Yesu aliokoa Waislamu nyakati zile. And so almost the whole Bible it is an answer to every situation in our lives. And one of the major work of the Bible, the word of God, is eventually itufanye tuishi maisha matakatifu ili tukapate uzima wa milele. Na tunaona katika hii verse 3, Biblia inasema hivi, ukisoma verse 2, Biblia inasema hivi, you shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandment of the Lord your God which I command you. Lakini hapo juu Biblia inatuambia hivi, now O Israel, listen to the statutes and the judgments which I teach you to observe, that you may live and go in to possess the land which the Lord God of your fathers is giving you. And this word speaks to us today. When you compare with 2 Chronicles chapter 6, verse 31. 2 Chronicles chapter 6, verse 31. The Bible tells us this. Are we there? 2 Chronicles chapter 6, verse 31. Biblia inasema hivi, that they may fear you, to walk in your ways as long as they live in the land which you gave to our fathers. And so, kule mbele in this book of 2 Chronicles, this word was fulfilled in the lives of the children of Israel. Na ukiendelea kusoma, compare this with Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4 verse 4. Biblia inasema hivi,
Tusome Biblia Kiswahili. Inasema Mm. naye akanifundisha akaniambia, moyo wako uyahifadhi maneno yangu, shika amri zangu ukaishi. Amen. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati mwanadamu anashika amri za Bwana, wakati mwanadamu anashika sheria za Bwana, hiyo neno inamfanya aishi. Na ndiyo Yesu akasema ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. And so when you internalize this word of God, ukilisoma saa yote, wakati wote, unalitafakari, uhai unaingia ndani yako. This is what will make us different from ordinary Christians. Na mi husema hivi, the church of the present times imejaa watu wa aina. Na bishop akatuambia kila mtu Jumapili anakuanga ameokoka. What will bring a distinction ni ile siku ya kiyama, wakati kanisa litaenda kumlaki Yesu mawinguni. Na Biblia inasema hizo nyakati hata wale walikuwa wamekufa wakazikwa, makaburi itawatema, watatoka kwa makaburi, and they will join the church na waende kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Lakini kuna wengine hata hawatasikia hiyo sauti ya tarumbeta, wengine hawataamka, na walikuwa wanakuja kanisa saa yote, walikuwa wanainua mikono kwa Bwana kila mara wakati wako kanisani na wanaomba, lakini kunao hawatafufuka. But the Bible gives us a secret. The secret here is to follow the statutes and the commandments of God. Every time we make this our lifestyle, hata watu wakituona sisi tuko tofauti, tunajua ile kitu Yesu ametuwekea. Ndio tukapate kuishi. Ukisoma Proverbs chapter 7 verse 2, the Bible inasema hivi: keep my commands and live, and my law as the apple of your eye. So here the Bible is telling us that the secret of living, the secret of receiving life, is to keep the commands of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaona ya kwamba wale ambao katika safari ya wana wa Israeli wengi walikufa jangwani, kwa sababu walikataa kusikia na kutii sheria za Bwana, na wakaangamia. Kizazi kile cha kale kilichotoka Misri wote waliangamia. Lakini hapa tuliona ya kwamba hiki ni kizazi kingine ambacho wale watoto walishakuwa wakubwa, na hiki ndicho Mungu akasema kiingie katika nchi ya ahadi. Na ndio maana tuliona katika kitabu hiki cha Deuteronomy, it is a book of repetitions.
ni mambo mengi yanarudiwa katika hizi vitabu, from Exodus to Leviticus to Numbers, kwa sababu wakati huo wote katika safari ya wana wa Israeli jangwani, Mungu alikuwa anamaliza kile kizazi cha kale, na hawa watoto bado walikuwa ni wadogo, wanaendelea kukua. And the Lord saw the importance of repeating that they may know his word, ili wajue sheria zake, ili wajue command zake. Kwa sababu safari hiyo yote ya wana wa Israeli katika jangwa walikuwa ni watoto wadogo, wengine walikuwa hawawezi kuelewa. Na ndio maana Mungu akaweka kitabu hiki ni ili wakumbuke na wajue ya kwamba kuna mahali Mungu aliwaahidia. Na akawakumbusha hivi, wengi katikati yenu hawakufika hapa kwa sababu walikataa kutembea na kutii sheria za Bwana. Lakini hapo chini ukisoma mstari wa 4, Biblia inasema hivi, but you who held fast to the Lord your God are alive today, every one of you. Bwana asifiwe. Verse 5 inasema hivi, surely I have taught you statutes and judgments, just as the Lord my God commanded me, that you should act according to them in the land which you go to possess. Therefore be careful to observe them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the people, who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Biblia Kiswahili inasema aje? Nasema, angalieni nimewafundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakaozisikia amri hizi zote. Nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Amen. Kwa hivyo jambo lingine tunaona ni kwamba wakati Mkristo anazishika sheria za Bwana na kuzifuata, anapata hekima. Bwana asifiwe. Ndivyo neno linatuambia. When a person follows the word of God to the letter, wakati mwanadamu anatii sheria za Bwana, Mungu anampatia hekima. Bwana asifiwe. Lakini pale juu tunaonywa, ukirudi pale kwa mstari wa 2, Biblia inatuonya hivi, you shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Na tunaishi nyakati ambazo tuko pale ukingoni. Na siku hizi kuna doctrines mingi. Si hata tulisikia kuna Biblia ya shetani, Biblia ya watu wa kuabudu shetani. Na pia kuna watu, there are some versions ambazo zinabadili hii Biblia, zinatoa some verses. Demonic Bibles, unapata most of the verses zile zinaweza saidia mwanadamu, wamezitoa, wameandika stories zao. Na mimi I want to charge you, ni muhimu ukuwe na Biblia. Ndio hata kama
ukienda huko nje na uingie kwa kanisa ingine, be like the Berean. Uandike venye unafunzwa. Ukirudi kwa nyumba, chukua Biblia yako, angalia kama ni ukweli, kwa sababu sisi, hata mimi sijui Biblia yote. Ndio tusihadaiwe, ndio tusipotezwe, tujipate ya kwamba tumeanza kumwabudu shetani. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Revelation chapter number 22 verse 14. Revelation chapter 22 verse 14. The word of the Lord tells us this. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Na ukisoma the same book hapo chapter 22 verse 19, Biblia inatupatia onyo ni kama hili ambalo tunasoma katika huo mstari kwa Deuteronomy, ya kwamba the same book of Revelation verse 19, and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away this part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. And so tunaona, tulisema ya kwamba the journey of the Israelites ni kama safari ya Mkristo wa sasa. Na tunaona ya kwamba kuna wengi walianza vizuri, wakaanza katika roho na wakamalizia na mwili, na wakakufa kabla hata hawajatubu. Mungu akawaondoa kwa sababu ya kutotii kwao. Walianza vizuri, wakaachana na Mungu, wakaachana na roho wa Bwana, wakarudi kwa ulimwengu. Hata hawakuzingatia kwenda kanisa, hawakuzingatia hata kulifuata hili neno. At some point Mungu akawaondoa, akaondoa majina yao kutoka kitabu cha uzima. Na wengi hawatarithi ufalme wa mbinguni. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Proverbs ni Mungu anatuambia sisi. Proverbs chapter 8. Let me see kama nitaipata. Verse 17. Tusome Hesabu Proverbs chapter 8 verse 17. Inasema, nawapenda wale wanipendao. Ni Mungu anasema, nawapenda wale wanipendao. Na wale wanitafutao kwa bidii Na wale wataniona. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Nawapenda wale wanipendao, ni Bwana anasema. Nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Amen. Kwa Kizungu inaongea vizuri sana. Yes. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Amen. My version inasema hivi, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. And nimesoma hii because tutapata hili neno ni kama limerudiwa hapa
kuhusu kumtafuta Bwana. Na huo mstari wa 6 hapo unamalizia kwa kutuambia hivi, eti watu watasema, watakapotazama nchi ya Israeli, watasema hivi, surely this great nation is a wise and an understanding people. Alafu mwandishi wa hii Proverbs kuna mahali amesema, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na Bwana anatuambia, na wapenda wanipendao. And you know, when God loves you, you will stand out. Mungu akianza kukubariki, hafichi hata kutembelea mlango wa nyuma. Kila mtu atajua, huyu mtu amebarikiwa. Bwana asifiwe. Tuzidi kumpenda Bwana. Verse 7 inasema hivi, for what great nation is there that has God so near to it, as the Lord our God is to him? And what great nation is there that has such statutes and righteous judgments as are in all this law which I set before you this day? Only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, unless they depart from your heart all the days of your life. And teach them to your children and your grandchildren, especially concerning the day you stood before the Lord your God in Horeb, when the Lord said to me, gather the people to me, I will let them hear my words, that they may learn to fear me all the days they live on the earth, and that they may teach their children. Na mkawa mnakumbuka ile wakati tumesoma, wakati Mungu alikuja kunena na wana wa Israeli, na akashuka kwa ule mlima Horebu. Horeb is called the mountain of God because that is where God came. That is where the presence of God descended, na akaongelesha wana wa Israeli kwa sauti kuu, na akawa anawakumbusha hiyo siku Mungu alishuka akanena pamoja na nyinyi, akawanenea kwa sauti yake kuu. Bwana asifiwe. And even now, I want to charge you. Every time that God speaks to you, do not ignore his voice. Na Mungu tunenea kwa njia tofauti. Mungu anaweza kukunenea kupitia neno, na Mungu anaweza kukunenea kupitia mtu wa ndani, uanze kusikia sauti ya Bwana. Mungu anaweza kukutumia mtu akwambie, Mungu anakuambia hivi. Mungu hutumia njia tofauti kunenea mwanadamu. Lakini ile siku utasikia sauti ya Bwana, do not ignore the voice of God. Kwa sababu hata kama ni onyo, anyway God speaks. Anaweza kukuonya, anaweza kukunenea ili ainue moyo wako. Labda atazame, aone umevunjika na umekata tamaa, na aone hakuna mtu mwingine hata akituma mtu anaweza kukufikia kwa moyo wako. Akufikie, akunenee kupitia mtu wako ndani. And many of us have had that experience. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu utunenea kupitia ndoto.
have had that experience in different times. I have heard the voice of God inside me. Na wacheni niwaambie, ile siku Mungu alininenea, kwanza kwa kunionya, either kupitia ndoto ama nikasikia sauti ya Bwana, and I ignored, na nikafanya kinyume, nilienda hasara. Mambo yangu haikuenda vizuri. Bwana asifiwe. Verse 15, it speaks about idolatry. Take careful heed to yourself, for you saw no form when the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire, lest you act corruptly and make for yourselves a carved image in the form of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any animal that is on the earth, or the likeness of any winged bird that flies in the air. Verse 19, and take heed lest you lift your eyes to heaven, and when you see the sun, the moon, and the stars, all the hosts of heaven, you feel driven to worship them and serve them, which the Lord your God has given to all the peoples under the whole heaven as a heritage. You know, one thing I must say, wakati mwanadamu anapotoka, siku hizi bado kuna idol worshipers, kuna hata manchi hawamjui Mungu mpaka saa hii, na Wakristo ni wachache sana, wamefunga, wameziba masikio yao kutokusikia hili neno la Bwana. Wengine ni wanaabudu miungu kama ng'ombe, like the Indians. The Indians wanaabudu ng'ombe, lakini kando na hao ng'ombe wako na miungu mingi. Na kuna Muhindi anaweza jitengenezea Mungu chochote tu na aseme, wewe kuanzia leo wewe ndio Mungu wangu, utukuko ukinisaidia. Na Wahindi wako na authority wakijiambia ya kupromote na kudemote miungu yao. Labda leo nimesema kuanzia leo huu ndio Mungu wangu, nikimuomba wakati niko na shida, kwa sababu hana masikio, hana feelings. Nikimuomba na nione anisikii, ninamwambia nimekudemote, nimekuweka chini. Au nisaidii, nitakuchoma. Sasa kuna watu kama hao mpaka leo. Wengine wanaabudu Buddha. Tusidanganyike, hao ni miungu, sio Mungu huyu tunaabudu, Mungu aliye hai. Hao hawana feelings, hawawezi kasirika, hawawezi shuka na moto. They are dead things. And what happens ni kwamba wakati mwanadamu anaachana na huyu Mungu wa kweli, anaanza kuabudu miungu, one thing is that what happens? When man manufactures an image or likeness to worship as an object of worship, what happens ni kwamba he limits the power of God and the glory of God in his life. Na kuanzia hapo, do you know, kuna watu walianza vizuri, wakalelewa maisha ya Ukristo, walikuwa wanaenda Sunday school, wakati walipokuwa wakubwa wakaingizwa kwa madini zingine na miungu zingine. What happens ni kwamba huyo mtu, he will never see God in his life.
na huyo mtu ataishi kuzunguka, akule shida, ateseke, because he denied the power of God to move in his life. He denied the glory of God to move in his life. Wakati alianza kuabudu objects, he denied God to move in his life. Na huyo mtu ataishi maisha ya kuteseka, ataishi maisha ya kuogopa, anakimbia wakati yafuatwi na yeyote. And that kind of a person will amount to nothing. Bwana asifiwe. Biblia inaendelea kusema hivi, verse 20. But the Lord has taken you and brought you out of the iron furnace, out of Egypt, to be his people, an inheritance, as you are this day. Biblia inatumia verse 20 ni kama mfano, ni kama metaphor. So wakati Mungu anawaambia niliwapitisha kwenye moto kama chuma inavyopitishwa kwenye moto, ni mfano. Na inamaanisha hivi, the description of Egypt as an iron furnace is a metaphor for a smelter or crucible whose function was to melt down metals and under such intense heat that all the dross and other impurities were separated from them, leaving them pure and usable. Lakini tunaona hivi, due to that, in a nutshell inamaanisha hivi, the Lord allowed Israel to suffer in Egypt. Mungu alijua wakati wana wa Israeli walikuwa watumwa over 400 years, God alikuwa anawatazama, si kwamba hakukuwa anawajua. Because even the Bible tells us that he sees the end from the beginning. Alijua wana wa Israeli wataenda. Even there is a place anaambia Abraham, uzao wako utaenda Misri na utateseka miaka mingi. God knew. He had warned Abraham. It was in the plan of God for the children of Israel to go to Egypt na wateseke hiyo miaka yote. It was in the plan of God. Now, why he let them suffer in Egypt ni kwa sababu hivi, God allowed them to suffer so that they would be better prepared to be his people, an inheritance. So sometimes when a Christian suffers, allow God to do his work in your life. Kuna wakati Mkristo atapitishwa kwenye moto kama chuma ambayo itameltiwa ili uchafu wote utoke, kutu zote zimwagike. Ndio ukitokea unatoka ukiwa msafi. The suffering makes a believer to be complete. The suffering purifies a believer. And so there may come a time utakapitia kama mtu wa Mungu, na nyakati hizo ukiita Mungu unaona ni kama bingu, maombi yako haifiki hata kwa ceiling ya nyumba yako, na inaweza kuwa kipindi kirefu. Lakini
at that time when ukianza hiyo safari ya kupitishwa kwenye moto, kuwekwa kwa tanuru la moto, vumilia. Na usisahau ya kwamba bado Mungu ako pamoja nawe kwa hiyo moto. Na Mungu akimaliza kazi yake katika maisha yako, utakuwa Mkristo aliyekamilika. You will be able even to encourage fellow Christians ambao wanapita kwa hiyo mapito ambayo ulipitia. Kwa hivyo leo Mungu hutupitisha kwa mapito kwa sababu kuna kitu anataka kufanya na kuumba ndani yetu. Tukubalini Mungu afanye kazi yake katika maisha yetu na tusichoke, kwa sababu ukichoka mapema utakuwa ni kama mtoto wa kiroho. And you will lack wisdom. Si tumeona wisdom, ukiendelea kukaa na Bwana, ukiendelea kutii sheria za Bwana, you will earn wisdom. Lakini wakati unajua Mungu hutupitisha kwa njia tofauti. Wakati Mungu anakupitisha kwa hiyo moto na uchoke mapema, hautapata wisdom. Even when you stand before people, ukiongea, watu wanaona enyewe huyu ameokoka, lakini kuna kakitu mahali, kuna mahali amebakisha. Na saa nyingine hata unaweza ongea mbele ya watu ujiaibishe na umeokoka bado. Let us allow God to complete his work in our lives. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, karibu na malizia. Musa, unajua walikwaza Musa, na Musa ana confess, verse 22 anasema hivi, but I must die in this land. Hata hapo verse 21 Biblia inasema hivi, furthermore the Lord was angry with me, huyo ni Musa sasa, for your sakes, and so that I would not cross over the Jordan, and that I would not enter the good land which the Lord your God is giving you as an inheritance. Na naendelea kusema hivi, but I must die in this land. I must not cross over the Jordan, but you shall cross over and possess the good land. Now, Mungu ananihimiza hivi, the act of possessing iko katika maisha yetu. As a believer, you can choose to possess the blessings of God or not to possess. Maisha ya Mkristo saa nyingine inakuwa ni maisha ya kung'eng'ana. There are some blessings that demands one to become violent. Ndio uzipate. Violent in the spirit. Kuna baraka zingine usipokuwa violent, usipong'eng'ana, hautazifikia kwa maisha. Na ile siku utaenda mbinguni, utaambiwa, mtoto wangu, hii gari ilikuwa yako, hii shamba kubwa hivi nilingojea ung'eng'ane uipate. You didn't even put an effort. I always, when I speak like that, I always remember mahali Biblia inasema hivi ya kwamba for the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent takes it by force.
And so there are some inheritance, some blessings meant for us, and they demand us to be violent. They demand that we must take them by force. Kwa hivyo, from today, become violent in the spirit. Angalia zile baraka Mungu amekuahidia. Become violent for them. Na utazipata. Pray hard, fast hard. Become violent. Love God, seek God. Na utazipata hizo baraka. Si tumeona Biblia katika kitabu cha Proverbs chapter 8 verse 17. Biblia inasema, na wapenda wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii, mimi hupatikana kwao. Bwana asifiwe. Verse 40 inasema hivi, you shall therefore keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time. This verse 40 inatuonesha hivi. I want to add another point there. When we obey the statutes and the commands of the Lord, it goes well with us. Mimi ninakuhakikishia, ni neno imesema. Hata Biblia katika kitabu cha Ecclesiastes chapter 8 verse 10, Ecclesiastes Mhubiri sura ya 8 kuanzia pale, not verse 10, Ecclesiastes verse 13, Ecclesiastes 8:13. Biblia inasema hivi, kitambo tusimame na Biblia ya Kiswahili, but it will not be well with the wicked. I repeat again. The Bible says this, Ecclesiastes 8:13. But it will not be well with the wicked. Na Mungu anaendelea kutuambia hivi katika the same book, ya kwamba nor will he prolong his days, the wicked. Biblia inaendelea kuongea kuhusu the wicked. He will not prolong his days. It will not be well with the wicked. And he will not prolong his days. He will not prolong his days, which are as a shadow, because he does not fear God. Biblia Kiswahili inasema, kwa kuwa ajapokuwa mwenye dhambi, itasema, walakini haitakuwa heri kwa muovu, haitakuwa heri kwa muovu, wala hatazidisha siku zake, zilizo kama kivuli, kwa sababu hana kicho mbele za Mungu. Kwa sababu hana kicho mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Ndio tuelewe vizuri, connect with verse 40, Deuteronomy 8 verse 40. Hallelujah. Verse 40. Chapter 4 verse 40. The same chapter we are reading. Inasema, yes, basi zishike sheria zake, zishike sheria zake na amri zake, na amri zake,
ninazokuamuru leo ninazokuamuru leo, listen to this, upate kufanikiwa, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako, wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile akupao Bwana na siku zako ziwe nyingi kwa ile nchi akupayo Bwana Mungu wako wa milele. Mungu Amen. wako milele. Amen. And so wakati ninaendelea kumalizia hii sura nimebakisha kidogo, lakini we did this recently. It was about the cities of refuge. Lakini kwa hii verses zote tumesoma mambo kadha. Majorly ni kufuata sheria za Bwana, kufuata maagizo ya Bwana, na tumepewa sababu. Unajua, nilikuwa nasikia hata wana wa Israeli kuanzia zile nyakati za kale walikuwa wanaandika hizi sheria za Bwana kila mahali, katika hata mishipi yao, ile mishipi na bangles wanafunga watoto, ndio hata mtoto akitazama akisoma anakumbuka kila saa. And so Mungu akatuambia tuzishike sheria zake na kutii, ili umoja tukapate hekima. Na tumeona hata Mungu unajua Mungu hutufunza kwa njia nyingi. Mungu akikupitishia hiyo hali ngumu, usichoke, kwa sababu ukichoka na uachane na Bwana, hautakuwa Mkristo ako na hekima. Kalamu ya Bwana si kama kalamu ya mwanadamu. Hiyo ni moja. Na nimewakumbusha kwamba kuna one of the book of Proverbs inasema ya kwamba the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kumwogopa Bwana ni kutii sheria zake, kwa sababu hauwezi ogopa Mungu ambaye humjui. Lazima uangalie sheria zake, usome neno lake na umuogope Bwana na umtii. Na Biblia inasema hiyo ndiyo safari ya kuanza kupata hekima. Another thing tumeona katika hii Biblia ni kwamba when we observe the statutes and the commandments of God, it will be well with us. In this lifetime, it will be well with us. Tukiishi maisha ya utakatifu, tukiishi maisha ya kutii neno la Bwana, tukiishi maisha ya usafi, it will be well with us. Hata utakuwa unaenda kufungua kinywa hivi kuita Bwana, unapata alisha kujibu. It will be well with us. Lakini tumeona ya kwamba wakati we depart away from the commands of God, from his statutes, it will not be well with us, and we shall not prolong our days. Lakini tunaona mwenye haki, hata katika kitabu hicho cha Ecclesiastes, mwenye haki huongezewa masiku. Lakini muovu masiku zake hufupishwa. Ni kama kivuli ambacho kiko saa hii na jioni hakuna. Maisha ya muovu ni kama kivuli. Lakini maisha ya mwenye haki ataongezewa masiku. Mwenye haki ataishi miaka mingi. It will be well with him. It will be well with the righteous. In Jesus' name. Another thing that we have learned, even as we stand, let us stand. Let us stand on our feet. Another thing, as I finish, tumeona kwamba wakati mwanadamu anamtii Bwana, atapata urithi. When we become very serious in the things of God, when we observe the statutes of God, when we obey the commands of the Lord,
we will inherit the land here on the earth and the land of heaven, the land of promise. Tukue watu wa kutii, tukue watu wa kusikia neno na kutenda kulingana na vile Bwana anatuambia. And you will inherit the earth. Even the Bible tells us that the meek will inherit the earth. Si kunyenyekea eti kwa mambo ya dunia, but when that person akinyenyekea mbele za Bwana na kutii sauti yake, atairithi nchi. Hallelujah. Asante Bwana. We bless your name, oh God. We bless you. We bless you. Oh, makayande zedebede sente de bedesi. Laba baba shedede sitiridididi. Makama yando lobo sinti kidi kidia. My God, I pray that you will continue to speak to us. Let your word continue to have an impact in our lives. In the name of Jesus Christ, let your word, oh God, bless us. Let your word change our circumstances. In the name of Jesus Christ, may your word address our circumstances. May your word address every issue in our lives. In the name of Jesus Christ, may your word address every problem in our lives. May your word bring solution to every question, to every problem. In the name of Jesus Christ. Zande kede 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 kede. Rede de 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 shinte kede de 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 de. Rede de 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 zidi de 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 kinti de 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 de. Rede de 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 zidi de de kinti de 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 de. Raba baba yande le meneme sinti kede de 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 yande. Oh rakaba yando bosotolo bolobosi. Rede de 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 sinti kede de 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 yande. Oh, hallelujah, hallelujah. Unastahili, wastahili, wastahili, wastahili Bwana. Asante kwa neno lako Mwokozi. Zande kende kende de 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 shinti kidi di di di. Oh, hallelujah, hallelujah. Irabantele mene sinti kidi kidi yande. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. There is none like you. You are the rose of Sharon. You are the lily of the valley. We bless your name. We magnify you. In Jesus' mighty name.